Good morning and welcome. Today in Mzalendo Baraza Workout TV, we are preparing a very good interview together with the Small Simba head coach, Mr. Ken. You're going to know and what he's preparing for the team. I see he has done much in this ground and he has got much to share with us, together viewers, listeners. He has some... Camera rolling. Watazamaji wa Workout TV, tuko hapa tena leo. Tumeshuhudia mechi ambayo ilikuwa ni Transmara pamoja na Small Simba FC. Hapa tuko na coach wa Transmara FC, labda coach katika Workout TV, alafu eleze jina kamili ukiendelea. Kwa majina kamili naitwa Steve Biko. Naweza nikasema wazi tumefurahia sana kwa hiyo mwaliko za mechi ya kujiandaa na Small Simba. Kama mara kwanza tulikuja hapa tulikuja na this time round tumechelewa kwanza mazoezi, so ilikuwa ni lazima tutafute angalau build up match kabla tuanze zile mechi zetu za ligi. Na naweza nikasema tumepata mazoezi mzuri sana kutoka kwa Small Simba. Je, nikiuliza Transmara FC imekuwa registered, inacheza ligi gani katika ligi ya Kenya? Tunajiita Mara Sugar kwa sasa, sio Transmara. Mara Sugar imekuwa registered na inacheza katika ligi ya Division 1. Ambapo msimu huu itakuwa ni msimu wetu wa 3 katika hiyo ligi. Tunawania kama inawezekana hii msimu sasa ikuwe ni yetu, angalau tuweze kupanda katika NSL. Sasa tukiongelelea mechi ya siku ya leo, wewe unaweza semaje kuhusiana nguvu zilizoko katika Small Simba na Mara? Je, kuna kitu umejifunza wewe kama mkufunzi unaweza fanya katika timu yako, ama kuna kitu ambacho ungependa Small Simba wafanye ili kuimarisha mchezo wao? Kama naweza kusema tu venye nilisema pale mwanzo kwa tumeanza mazoezi kuchelewa, so kupata mechi aina hii ilikuwa ni muhimu sana kwetu, na naweza nikasema kuwa tumeona kwenye nguvu yetu nafikia kwa saizi. Na Small Simba pia being ni kama timu ya community, wametupatia mchezo mzuri na wako na, naweza nikasema ni talent ndani ya timu ambazo zile zikiweza kufuzwa in the next 1-2 years then watakuwa na very bright future. Any weakness yenye umerealize kwa kwenye Small Simba, labda coach wa Small Simba akigundua anaweza ishughulikia? Sijaona weaknesses sana, naweza nikasema tu nimeona strength kutoka kwa wanacheza kama team. Wako na ile collective responsibility which is very positive sana kwa team. Zile mistake naweza nikasema labda sana coordination ambazo coach kama anaweza akaweza kuwafanyisha mazoezi so that waweze coordinate vizuri, then watakuwa kwa mzuri zaidi. Mara mingi nimeona akiwa anatumia mpira tu za kufanya nini, aerial balls. Tunashukuru sana bwana Biko. Karibu sana katika Workout TV na asante sana kwa mchezaji. Nashukuru sana, mchana mwema sana. Watazamaji, katika studio tuko na kocha mkuu wa Small Simba FC ambaye ni bwana Ken. Bwana Ken, karibu sana katika studio zetu za Workout TV. Labda sijui Ken ndilo jina lako kamili au tueleze zaidi? Asante. Naitwa Kennedy Katamu. Kennedy Katamu. Kando na football, professional wise, ama wewe ni coach? Okay, ni passion tu yenye nilifanya nikakuwa coach. But professionally mimi ni medical doctor. But occupationally mimi ni intelligence officer. Nafanya na police. But then nikatoka na fanya DCI. That is good. Ken, karibu sana. Leo hii tunataka labda utakuona kwamba Maro inafaa kuwa na timu. First of all, nikimaliza training ya police nilipostiwa Maro. Na ile batch yangu ya kwanza, na mimi mwenyewe ni mchezaji. Nilikuwa mchezaji. Nimecheza Premier League ya Kenya. So wakati nilijoin police, wakati nilifika hapa nilibambika sana na ile timu nilikuwa hapa, nilikuwa inaibuka. Sasa nikaamua nianze kuconcentrate sana na hao vijana. Sasa hizi ndio wanacheza sasa hiyo Premier League hao. Sasa kuanza kudevelop vijana kutoka, ninakumbuka wakiwa vijana changa sana, ukawa develop mpaka sasa hivi wamekuwa vijana wakujika mchezo wa kupendeza. Haswa wewe kama mkufunzi mwanzilishi wa timu ya Small Simba, changamoto zipi zile ambazo umekutana nazo? At first wakati nilikuja huku kulikuwa na resistance sana.
hawa population ya hapa haikuwa inajua umuhimu wa football. So watu walikuwa wanafukuza watoto wao kuja training. Watu walikuwa wanachukulia football kama waste of time. But then imekuja ika develop mpaka parents wenyewe wakaamua wacha watoto wao kuja wacheze ball, kwa sababu tuko na programs zenye zinafanya hawa vijana wanasoma free secondary education, na pia hizo programs zimewezesha parents wakuje wa release vijana hao wakuje wacheze ball, kwa sababu wananuia pia Uwanja ni mbaya, uwanja ni telezi baba. Uwanja ni telezi nani? Yataka ya umoja. Hapa. Samora. Hivyo. Wacheze kwao.